Habari zenu ndugu zangu, leo tutazungumzia kuhusiana na smartphone bora kabisa, the S22 Ultra. Hii ni moja ya smartphone ambazo kama unavyoweza kujua zimetengenezwa na Samsung mwaka 2022, lakini pia ni smartphone ambayo imekuja na variants nyingi, variants kutoka Korea, lakini pia kuna variants kutoka US na maeneo mengine ambayo Samsung wao huwa wanatengeneza simu zao. Leo nimepata bahati ya kuikutana na moja ya simu za Samsung ambazo ni S22 Ultra version kutokea US. Version hii ni tofauti kidogo na simu zinazokuja kutokea sehemu nyingine, kwa sababu hizi simu zenyewe zinakuja na Snapdragon, zinakuja na processor Snapdragon ambayo ni 8 Gen 1 ni processor Snapdragon. Zenyewe pia zinakuja na storage ya 512 GB zikiwa na VRAM ya uwezo wa kufikia mpaka GB 8, ambayo itakachokifanya ni kupunguza hizo virtual RAMs au kwenye storage yako kuzifanya kuwa ni RAM ambazo si kama RAM zenyewe 12 zilizokuwa nazo, lakini itaweza kufanya ongezeko la RAM katika upande wa kuhifadhi data na vitu vingine tofauti tofauti. Lakini pia kuna vitu vingi sana vya kufurahia kuhusiana na hii simu. Cha kwanza ni ujio wa S Pen. Kama tunavyojua S21 Ultra yenyewe haina S Pen, na kwa wale wapenzi wa Note tuliambiwa kabisa wazi kwamba series ya Samsung Galaxy Note 20 ndio ilikuwa ndo last phone kutoka Samsung katika upande wa Note, lakini kwa walichoamua kukifanya leo ni kwamba wametoa S22 Ultra wakaipatia pen ambayo ilikuwa na functionalities tofauti na simu zilizopita au Note zilizopita. Pen hii imepewa functionality ya Bluetooth connectivity, maana yake unaweza ukaitumia kufanya different air commands. Kama hivyo unavyoweza kuona different air commands zinaweza zikafanyika na tukafanya vitu ambavyo hatukuweza kuvifanya kama mwanzoni. Bahati mbaya zaidi model za leo 2025 kama S25 Ultra yenyewe inakuja na peni lakini haina hii Bluetooth connectivity, kitu ambacho watu wengi wameonekana wakilalamika na hawajavutiwa nacho kabisa. Lakini tuachane na hilo, ni moja tu ya feature ambayo pengine sio watu wengi wanaoitumia, labda tunazungumzia wale enthusiast, ndio watu ambao watakuwa wanazitumia hizi vitu kama air commands na features mengine ya AI kupitia hiyo pen, labda like drawing, writing na vitu vingine. So overall performance ya hii simu ina performance nzuri na perform vizuri. Kamera zake ziko vizuri. What I am impressed kutoka kwenye hizi kamera za simu hii ni kwamba zina uwezo wa kuzoom. Tunajua Samsung wao wame specialize sana kwenye masuala ya zooming, na tunaona tokea S20 ndo walipoanza kufanya hivi vitu, kuzoom mara 100, lakini pia wakaja wakaimprove kupitia S21 Ultra tukaona ikiwa improve, na leo nimepata bahati ya kuitumia S22 Ultra, lakini ingawa leo ni mwaka 2025 ila yet still naiona bado iko impressive, kwa sababu nilifanikiwa kuzoom mazingira yaliokuwa na watu, na yet still nikapata kuona mpaka nyuso zao, nikapata kuona activity walizokuwa wanaweza kufanya kwa muda ule. Kwa this means kwamba hizi kamera ziko vizuri, zina movement, zina OIS, masuala image stabilization na vitu vingi kiundani. Kitu kingine kizuri zaidi ni kwamba this time naona kwenye hizi update, especially kwenye One UI 7, naona kuna feature ya almost something like bypass charging kwa wale watu ambao wanacheza games kwenye charge. Unaweza kuiactivate hii feature. Pia itakachokifanya ni kwamba itahakikisha kwamba simu yako haiingizi chaji moja kwa moja kwenye battery.